Unapoangukia dhambi usikawie. Mko na bass ambayo iko unique. Ili uimbe hiyo bass lazima ukodoe macho. You people are serious. Waweze kuwabariki. Bwana asifiwe. Tufanye mkono hivi. Wow, you look very smart. Hata kama hujaambiwa you look very smart, nimekuambia. Kubali hiyo tu. Hata kama sijawaona wote mko smart, lakini you look smart. You look handsome and you look beautiful. 1, 2. Naomba kumkaribisha, kuna pastor kwa miongoni mwetu aweze kutusalimu. Naomba mpatie mic. You know yourself. No need to advertise you. And you are already married. Yes. Pastor, can you greet us? Mpeleke mic huko. Amekaa huko. Ameoa. Hata usitoe mask. Mumuone. Si nimesema ameoa. Wanasema utoe mask waone kama umetunzwa vizuri. Pastor, tusalimie. Bwana asifiwe. Amen. The Lord is good all the time. And all the time. The Lord is good. Nashukuru ni kweli nimeoa a symmetrical beautiful wife. Bwana asifiwe. Ni kweli si ndoto. Jina langu ni Obed Dominic Kasongo. Kanisa langu ni Mountain View. Vijana wamekuja huku, tumekuja na wao. Kwa hivyo nashukuru pastor kiongozi wetu tunapokuwa katika kikundi ambayo inaitwa Royal Side. For those who come from Kisii. God bless you. Sabato njema. Asante. Beautiful symmetrical. Sawa. Tunamshukuru Mungu wetu ametuwezesha kufika hapa. Ni wangapi wanaonifahamu? Maana hakuna mtu anayenijua. Hata mke wangu anijui. Wangapi wanaonifahamu? Wow. Yes, naitwa Joel Nyang'ate. Joel Nyang'ate ama ukipenda Nyang'ate Junior. Mimi ndiye mchungaji wa hili kanisa. South B, ndiye mchungaji. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi wote katika hali ya muziki. And I know there is power in music, and that power is Jesus Christ. So sitaki kupoteza muda kwa maana watu wametoka mbali na nimesikia kwaya nyingi. Msipotunza muda vizuri, watu wataimba nyimbo mbili na waenda. Hatutaki na watu wamelipa fare. Unaona? We want people to pay fare alafu waitumie. Watu kama Embakasi Central wasipoimba najua watakasirika. Watu kama Pipeline, Ware Central. Kwa nyinyi wote, Mungu na aweze kutubariki. Wana South B, mnajua tuna support our youth. Si ni kweli? Hello? Wana South B tuna support akina nani? Our youth. Haya, naanza na elders. Nisaidie kikapu. Naanza na elders. And that is the goodness of knowing every member in this church. That is the goodness. Wageni msishughulike, wale mmealikwa, nyinyi yenu ni saa 8, hiyo sitakuwa. Ninataka kushughulikia hawa. Najua tu wanaenda kuangalia Afro Cinema continue short hiyo, hawatarudi. Na ninaomba saa 8 stima ipotee katika jina la Yesu. Kienda kwa kitanda kulala, panya zinakimbia na upati uzingizi. Urudi hapa kanisani. Haya, elders wote wako wapi? Njoo. Njoo. Acha igonge hapa tusikie mtu ameweka koi.
Hiyo chanja uko naye, hata mimi nimepita hii. Elders standing na sitting. Hiyo Kiingereza iko sawa. Standing and sitting. Naomba elders na usikuje na shilingi 500. 1000 na uzuri natangaza. Hiyo ujue tu. Hatuwezi kuwa na vijana hawa wengi kanisani, we can't support them. We need to support these young people. Wakue kanisani. Wakienda bashi huwa tunawapa. Eti usikuje, najua jina lako. Kwanza naanza na wewe Joshua Meche. Tangulia. Na yako ndio natangaza. Wakimaliza hivi, all men, wanaume wote mkuje laini. Naanza na chief elder hapa. Leo mtu wa keyboard kuwa tayari. Najua hata sadaka mtoangi, lakini hii mtatoa. Watu wa keyboard, hii mtatoa. That is the goodness. Najua watu wale hawatoi sadaka. Elda Jefferson yako wapi? Sijamuona. Haya, harakisha. Elda Chefta, Elda Mongare, Elda Obadia. Wako wapi? Elda Getonto wako wapi? Asante. Uzuna wajua, kujeni. Asante, nakuja kwako baadaye. Naanza na elders. Elders, pesa zenyu. Elda Onkunya. Uko kwa huduma. Kuja, hii hata ni huduma. Kama tusiposaidia hawa vijana hatutawaona kanisani. Ama sivyo vijana? Yes, tufurahie wako ndani ya kanisa ili tuweze kuwasaidia. Lakini kama umepanga shilingi 500, pole, natangaza. Naanza na Chivel. Asante. Wacha tufanye maombi. Jina lako litukuzwe. Na mapenzi yako iweze kutendeka. Ni wakati wa kusaidia vijana wetu ili waweze kunakili sauti zao. Nyimbo hizi ziweze kuingia katika kila nyumba, katika kila ofisi ili ziweze kufanya kazi. Inawezekana kwamba sisi hatutaweza kufika kuhubiri, lakini nyimbo hizi zitafika. Mapenzi yako yatendeke katika Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Hata msumai namna gani natangaza. Hiyo muwe nayo tayari. Chief Elder ametupatia 1000. Elder Mecha 500. Elder Onkunya lazima nitangaze 400. Elder Steve Santi. Elder Moses. Thank you. Elder Moses. Justus, Festus, Make. Thank you. Huyu ni Chavason. May God bless you. Muliambiana muweke 300. Thank you Elder Obadia. Huyu ndiye Elder attached to ni sponsor. Ni personal ministries. Thank you 500. Ela, ngoja nitangaze. Aya, naomba mmoja akuja amwambie chenye amesema. Asante Ela Chefta, thank you. Yako staki hiyo. Ela, I don't want that. Wanaume kujeni. Ela, hiyo ni mchezo uko na. Kujeni, I know what you can give. Nataka shilingi 2000 kutoka kwako. Njoni. Wote. Njoo, ukianza na asante. Simama. Atanga, kuja. Wote. Nani? Simama. Ninamaliza na elders. Tena nikianza elders mnakuja kwa Nikiita akina mama, kama wamama wenu hawako hapa, you will come and pay for them. Yes. Unatupatia ngapi? Mpesa tuko naye, haina shida. Ametoa 1000. Nani ako na namba ya kutuma? Enda hapo, karibia hapo wakupatia. Enda uko nao, tuma hiyo pesa. Tafadhali muda umeisha.
Kujeni. Wale mnalamba midomo kule nyuma na waona, kujeni. Kujeni, just come. Njoo mnisalimie tu. Just come, mnisalimie. Hii ndio mnahesabu. Kiongozi nani anahesabu hapa? Kuja. Asante, Mungu akubariki. Shilingi hii ni 100 ngapi? 200, 500. May God bless you. Pesa mingi. May God bless you. Amo. All men come. Uzuri najuanga kutembea na ninawajua. Useme mchifiche ndani ya wageni. Uzuri wageni ni vijana. Wageni ni vijana. That's what I know. Thank you. Nao mnaanza kuhesabu pesa, nipatie yenu kwanza. Asante, Mungu awabariki. Sikuwa najua umeoa. Asante, Mungu akubariki. South B tuko na wanaume wengi sana. Unanifinyaje kama polisi wa? Asante. Thank you, may God bless you. Thank you, may God bless you. Wow, may God bless you. Wani muliambia mkuje na 100. Thank you, may God bless you. Amo, sijaona amo wote hapa. Thank you, may God bless you. Thank you, may God bless you. Akina mama, mjipange hapa. Naanza na nani anaitwa na Jackie. Jackie ako wapi? Amo. Wale wanaotuma namba ya simu ni 0794 463280. 0794 463280. Kiswahili 0794 4632880. Kikisi enogo isana ibere. Ametuma shilingi 300. May God bless you. Thank you, may God bless you. Thank you, may God bless you. May God bless you. May God bless you. Amo, sijamaliza amo. Yes, sijaona Onguri hapa. Sijaona Justus Manyoni, sijakuona hapa wa amo. Akina mama, njoo. Wamama tuungane. Umalize kazi mkiwa umeketi. Hii ni ya amu. Akina mama njoo. Leta pesa. Weka mtoto chini ulete pesa. Akina mama wa South B. Thank you, may God bless you. Akina mama. Thank you. Akina mama wa South B. I hope hii mic itafika kule nyuma. Nichukue pesa huko. Asante. Thank you. Hii lazima niwatangaze. Hii 50 mnaleta hii. Acha nichukue pesa. Kuja hivi. Leo ni mchezo uko na. Nisaidie. May God bless you. Vijana we need to support them. Lakini nilisema wewe ndio alafu wewe ndio unakuja late. Lakini najua wewe usipotoa 1000 sitashika yako. Haya, asante. Mungu awabariki. Mmesikia nakuja alafu Jackie. Hii pesa itatosha, kuna deni ya 700. Yes. Thank you, just come. Wow. Kama wanaume hawakuwapatia pesa. Asante. Thank you. Yako lazima nitangaze. So make it 1000. Madam kuja. Just come.
Make it 1,000. You can't be smart this month and you give us 100 shillings. No. 200 with this smartness. No. Asante. May God bless you. Make it 1. Thank you. May God bless you. May God bless you. Are you making it 1,000? Utatuma na simu ngapi? 500. Asante. Fuata hiyo. Huwezi kuwa smart na pesa late. Aya, asante. May God bless you. Thank you. Bless you. Thank you. Kuja huyu kiongozi wa possibilities cha kuona hapo. Yes, kuzuri na wajua na ninajua mpaka nyumba zenu. Hakuna nyumba sijui. Yes. Nao Mikebesi umekuja sija kuona hapo ndio yule. Ujeni hapo. Rose Nyakara, where are you? I'm not seeing you. Mama Wakile, where are you? The goodness I know you. Mpesa. Asante, barikiwa. Mpesa. Teresa na uangalie hizo pesa na zitoke leo. Ziende bank. Asante Rose kwa kuja. Kikosa kukuja. Nao mimi nitakuita mpaka ukuje. Asante, Mungu awabariki. Thank you. Kiongozi wa possibilities ndio hiyo. Unasimamia department yako vizuri. Thank you, may God bless you. Wow. Thank you. Kuna watu sijawaona. Mama Kevo, kuja. Na wajua kuna watu wengi sana wale wanakaa hii ng'ambo sijawaona hapa. Na wengine watu wanakaa Kenya waini huko sijawaona. Yes. Thank you, may God bless you. Wale wanakuja njoo haraka. Wow. Imagine hii pesa isipotosha, next week niko hapa nitachangisha kanisa tena. Hiyo muwe tayari. We as a church we need to make it 100,000 next Sabbath. Tufikishie hao vijana. Siwezi kaa kanisa yenye haina vijana. And we need to support them. Asante. Kevo kuja hapa. Leta pesa usupport mama. Waache hiyo mambo yako. Asante mama. Nitatangaza pesa ya mama kama utaleta. Kuja usindikize mama hapa. Yes. Aya, kuna wale vijana ambao hawako kwa youth kwa kuimba, thank you. Kwa kuimba kwa department hiyo ya vijana hawako, lakini wanahesabiwa vijana na wako katika kanisa hili. Naomba mkuje. There is my great friend huko nyuma. Kuja. Anajua. He knows. Na wangoja. I'm waiting for you. The book of 2 Samuel chapter 9 verse 1. Ukiteremka, mahubiri nimeanza. Hivyo na ngoja wale wanakuja. We don't have time. Vijana. Pianist wametoa. Alafu watu walikuwa na kamera hapa mbele, wameenda wote wapi? Are you serious? Hapana. Kama ni hivyo hii vitu nitazima yote. Mkuje mnipatie pesa. By the way, amwezi nimulika na hii vitu yote, wacha nizime zote. Wamezima. Kujeni mnipe pesa. Wameenda wapi? Yes, my great friend amejua. Just come. Moja wewe, nataka pesa ya hii kamera. Asante, may God bless you. Najua mnatafuta content ya YouTube na mna earn pesa. Tuletee pesa. Joseph ameenda wapi? Joseph leta pesa. I know you have money. I know. Yes. Huwezi kuwa na hii kamera mzito hivi. Wewe nataka 5,000 kutoka kwako. Kama mgeni mkuu. Hii kamera hii si ya mchezo. Asante. Ila atapata ndio yeye anatupatia.
Ana cash, ametupatia 500. May God bless. I knew you were to give. Yes. Unakuja? Na hiyo pesa uko nayo ya mkono ni ya? Na nilete hiyo. Just give it. Unapelekea nani? Unatafuta change? Namaliza. Asante. Shika hii. Naomba mtu aliye na Kiswahili anisomee this verse. 2 Samuel chapter number 9. 2 Samuel chapter number 9. Last Sabbath nilikuwa kanisa la Makongeni SDA Church na makambi ya Lakesam. Wakaniambia mahali nitakuwa leo niwape salamu pamoja na nyumbani kwangu, mke na watoto. Waliniambia ni wasalimu. Mmepokea salamu? Mmepokea salamu? Asante. Kiswahili nani aliye na? Hakuna mai? 2 Samuel chapter 9 verse number. Yes, soma kwa haraka verse number 1. Anasema namna gani? Kisha Daudi akasema, Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli, nipate kumtendea mema kwa ajili ya nani? Ya Yonathani. Asante. Swali ambalo linaulizwa, is there anyone left? Je, kuna mtu ambaye amebaki? Abayisimbaransa abakugaba. Wewe usikii nasema watu wanyamaze. Nimesema watu wanyamaze. Umesikia? Watoto nimesema aje? Usiponyamaza si mnajua chenye nafanya? Tunahubiri na nani? Asante. Hiyo mnajua tu vizuri. I'll preach with you. Swali linaulizwa, je, kuna mtu amebaki hata mmoja katika nyumba ya Sauli nikamfanyie jambo kwa sababu ya Yonathani? Because of time. Sitaki kwenda kwa undani sana. Tunajua Daudi na Saul walikuwa marafiki wandani sana, na ikafikia time Daudi akaoa msichana wa Sauli, na tena Daudi akakuwa rafiki wa Yonathani ambaye ni mtoto wa Sauli. Sometimes ukiona jamaa ku close sana na kwenu, wakisi wanasema sisi mararanze. Asitaki kusema hiyo. Ukiona mtu ako associated na familia yenu sana na ni kijana na nyumbani kuna wasichana, jua kwamba huyu anaweza kuwa mtoto wako. Jua kwamba anaweza akakuwa shemeji. Daudi akafanya kazi katika teritoria ya Sauli. Alipofanya kazi akaua Goliath, na hiyo tunajua. Akaua 10,000 watu wengi aliowaua. Alafu ikafika mahali wanawake, si wanaume, wanawake. Unajua wanawake wanapendanga mtu ambaye ana maarufu sana. Wanapenda sana. Yaani hata ukiwa Pathfinder ukimachi vizuri, msichana amekupenda. Asifu kwa nyumba mnaenda machi. Ukiimba tu vizuri in the church you are choristering well, anakupenda. Huyu jamaa anampenda, yani akichorista nasikia tu kuzirai. Asifu kwa nyumba anaenda kuwa chorister. I like that man, the way ana preach. In the house I'm a husband, not a preacher. Wanawake wakaanza kusifu Daudi, wakimsifu wakisema Daudi ametosha. Sauli akakasirika. Sauli alisikia vibaya. Akasema namna gani mtoto huyu nimemleta as a servant in my kingdom, lakini sasa hivi ameanza kuwa na umaarufu. Sauli akasema huyu nitamfanyia jambo.
Ni kama ulikuwa katika in a relationship as young people, ulikuwa in a relationship, ukaachana naye, unaitwa ex sasa hivi. Alafu ukaona rafiki yako mliyekuwa naye ndiye ameingia kwa hiyo mahali wewe umeitwa ex. Yeye amefanya nini? Ameitwa sasa yeye ni present. Alafu naona wanaendelea vizuri. Unasikiaje? Wanaume nyinyi msiongee, sisi tumezoea kwa break. Wachana ladies, let ladies talk. Ladies, huwa mnasikiaje? Nyinyi umeolewa hoteli. Yenu iliisha. Wacha hao waongee. Yenu iliisha. Najua ni kwamba ni kitu ambacho kinachouma, kwamba huyu kwanza wakati jamaa anajua amekuwa break. Lakini ukiona jamaa akipita na msichana mbele yako akikuonyesha madharau, yani anataka kukuonyesha kwamba still I love you, ungetafuta namna ya kurudi, ningekuaccept. That's how we are. Ili yani tukutese kiakili, psychologically kidogo angalau urudi uone how to behave in a good manner. Ikafikia time Sauli akasikia vibaya, vile nasi tunavyosikia vibaya wakati mtu mwingine anaponawili na kufanya mambo yake vizuri. Kwanza ukipata msichana mzuri anaimba soprano kama huyu, akiimba soprano wengine kando wanasikia vibaya, si kweli? Alafu saa ile watu wanapewa mic ya huyu, unaona msichana anakuja anaambia fundi wa mitambo, mic 1 teremsha kidogo, ndio huyu asisikike sauti gani? Sauti yake, ili wewe usikie. Ukisikia umefikia hapo, wewe ni mchawi. Ukisikia umefikia hapo. Ukisikia unasikia vibaya sababu mtu fulani anafanya vizuri, jua wewe ni mtoto katika kiroho, hujakoma. Ikiwa mtu ana sauti kukuliko yako, msaidie na hiyo yako ndogo. Saidia yeye. Pack up that person, ili tumfanyie Mungu kazi. Not for you to receive glory, but God to receive glory. It's for the benefit of the church. Daudi yeye akakasirika na akasikia vibaya, na hiyo ilionyesha kwamba yeye kama kiongozi hafai kuwa kiongozi. And that is how we are even in the church right now. Ukiona msichana mwingine ako in a relationship, you feel bad. Ukiona mwanaume mwingine ako in a relationship, unasikia vibaya. Hata wakiachana huwezi ingia. Ukiwasikia wako waombee, wacha kuanza kusema sioni kama watatoboa. Wewe ndio ungetoboa, ungeingia. Pray for them. By doing so, inaonyesha kwamba kuna Ukristo ama tabia ya Yesu Kristo imo ndani yetu. Usisikie vibaya. And men and ladies, love is a private thing, not a public. It's a private what? Make it public. When heartbreak will come, it will shake you. But make it private. When heartquake will come, you will stand strong. Utakuwa unasema, hata isakuwa wangu yuko. You will just comfort yourself. Daudi akakuwa na enmity kubwa sana na Sauli. Sauli akasema, huyu kijana lazima nitammaliza. Na anapoongea anaambia Yonathani mtoto wake, anamwambia Yonathani na maaskari wote kwamba huyu, niko 1 Samuel napanda, akamwambia huyu Daudi mahali popote mtampata, can you assassinate that man? Muue. Kwa maana atakuwa na umaarufu, na hiyo ndiyo ipo hata katika makanisa yetu. Ukiona mtu anafanya mambo vizuri ndani ya kanisa, watu wanamngoja wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi ndio wanamngoja. Tunaomba elder fulani tumchague kama elder. Kidogo tu. Niko na jambo kidogo. Uko na maneno? Ni namna gani? Huyo elder nimemwona na wasichana 2 3 hivi, huwa wanaongea nao kila jioni. Naomba mumwache kidogo tukachunguze maneno yake. Wewe kila jioni unakuanga wapi?
Yaani inamaanisha unapita hiyo njia kila jioni, huyo enda anafanya hii na ujui kama anawafanyia counseling. Nani amekuambia? Tunangojana kwa church nominating hiyo. Mimi nikupate na hiyo maneno kwa nominating, mimi nakwambia leteni baadaye after nimemaliza uchaguzi. Leta baadaye. Na hivyo ndivyo tulivyo. Hatutaki watu wengine kuendelea, tunakatana miguu ili tubaki vile tulivyo. But I want to speak to somebody today. Is there anyone who is remaining? Je, kuna mtu yeyote ambaye amebaki niweze kumtendea haki kwa sababu ya Yonathani? Je, kuna mtu? Alafu Yonathani akasikia, akaambia baba yake, dadi, huyo jamaa amepigana vita vingi katika territory yako na ameshinda. Amekuletea ushindi mara nyingi. Kwa nini unataka kumuua? Na ni mzuri. Babake wakakosana na kijana wake. Wakakosana kabisa. Baka kijana akaamua akatoka nje na akaenda. Akapatana na Daudi. Akamwambia Daudi, sijui kwa nini babangu anakutafuta. I don't know. Sijui kwa nini babangu anakutafuta na anataka kukuua. Kuna msichana nilikuwa nakatia nikiwa form 4. Si hata nyinyi mlikatia mkiwa class 8, wasa niseme tu leo mke wangu hayuko, acha niseme, lakini msimwambie. Najua mna simu zake, msiongee maneno kama haya. Yatafunja ndoa yetu na ni wewe utaifunja. Sasa huyu msichana tulikuwa pathfinder na yeye nikimkatia form 4, lakini hatukuoana. Sasa huyu msichana ndugu yake alikuwa rafiki yangu. So chenye kinaongewa kwao wamenipangia, babake amenipangia, kwa maana ilifika mahali babake akajua. Babake alijua namna gani? Kila jioni huyu msichana alikuwa anakuja karibu kwetu, anachungulia kuja, na babangu ameketi hapa, anamuona na anamjua. Jioni tukiingia kwa meza, wanaume tuko 5, unasikia baba anauliza, kuna msichana anakuja hapa anaitwa Kiru. Huwa anakuja kutafuta nani? Unajua sasa kwa meza kila mtu amenyamaza, lakini ndugu zangu wote wanajua anakujanga kutafuta Joel. So babangu haambiwi, lakini macho ya wao wanaume wote inaangalia nani, na babangu anajua direct ni nani. Sasa babangu akaenda akaambia baba ya msichana, kuna msichana wako namuona kwangu, hebu muuliza anakuja kutafuta nini. Sasa wakati wameongea, msichana hayuko, lakini kuna ndugu yake ambaye ni rafiki amekaa kwa hicho kikao, akasikia, akanipigia, akaniambia huku kwetu ni moto. Sasa hii relationship yenu iache 1 month kidogo, halafu mtaendelea after hii maneno imecool down. Kwanga marafiki, angalau unaweza saidiwa wakati taabu inapokuja. Sasa wakati huo nikimwona barabarani napita tu, hata tusalimiani, lakini tunafinyana macho ambayo iko na ishara ya kumwambia tukutane mahali fulani. Ishara tu. Lakini watu wanaona kweli. Mpaka mamangu alikuwa akiniona nikienda nje, ananifuata, anaenda anasimama mahali, aone kama tunasalimiana na huyo msichana. Na huyo msichana ametoka. Kila mtu anapita, lakini macho imemfinyia tukutane. Hawajui. But finally hatukuweza kwenda mahali. And that is what happened during that time of Saul and David. Jonathan anamuibia siri, anaambia Daudi, wacha nikwambie unauawa. Hata wakati Sauli aligundua mambo haya, alituma maaskari waende kumuua kwake, Daudi wamuue kwake. Unajua what happened? Wanaenda kumuua na Daudi ameoa mtoto wa Sauli. Na Sauli akiwa anapanga kwenda kumuua, msichana wake akatoa Daudi, akamwambia Daudi, babangu anataka kukumaliza. The best thing you can do, enda. Akamtolea kwa dirisha, akatoroka, alafu akatafuta doli vizuri, akaiweka kwa kitanda na akaifunika. Si sasa hivi wasichana wameanza kutoroka kwa nyumba kuweka doli kwa kitanda. Zilianza those days. Akaweka hiyo doli. Watu wanapoingia wanasema tumempata kwa nyumba yake amelala. Sauli akasema muue, msimwache hivyo. Kwenda kufungua hivi, kapata ni doli.
Sauli alikasirika. Yaani yeye anapofanya jambo hili, watoto wake wanafanya against. Watoto wake wanafanya against. Wakakimbizana, ndio Daudi anatoroka, anaingia katika pango la Adlam. Adlam kule alipoenda, watu wengi wakamfuata kule, wakakaa pamoja nao in the cave, but not cave to be. Wakakaa naye, wakaanza wale watu wote waliokuwa na madeni wanaotafutwa, wote wakajificha pale. As Christians, nasi pia tumejificha katika pango. Kwa sababu gani? Tunatafutwa na Mungu. Mungu angali anatembea na uliza, Adam, where are you? Hakuwa anataka Adam aseme kwamba niko kwa forest. He wanted Adam to say, I'm lost. Save me, I'm lost. Alipoingia katika pango lile la Adlam, watu wakiwa wanamfuata, Daudi akakaa kule tena, akatoroka na akaenda. Sasa ikafika wakati Jonathan amekufa. Daudi alilia, akasema, ndugu yangu Jonathan amelala, but I need to do something kwenye maisha yake, hata katika familia yake. Jonathan akazikwa, Sauli ndio huyo amezikwa. Sasa amebaki ni Daudi na ni mfalme. Ndio Daudi anajua kwamba nimefikia mwisho, I need to do something katika Jonathan. Hiyo akakuja akauliza, je, kuna mtu amebaki katika nyumba ya Sauli niweze kumtendea mema? Swali analouliza. Alipoambiwa, sikia vile anavyoambiwa katika Biblia utasoma. Alipoambiwa, akaambiwa ndio kuna mtoto ambaye amebaki katika nyumba ya Sauli, ambaye ni mtoto wa Yonathani, ni mjukuu wa Sauli. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Hiyo siwezi tamka. Mnajua tu mahali natoka. Siwezi. Maybe Voshe. Asante. Akaambiwa kuna mtoto, lakini anapoambiwa kuna mtoto akaambiwa ni kilema. Na unajua alikuwa kilema namna gani? Mfanyikazi aliyekuwa analea huyu mtoto alikuwa anatoroka na huyu mtoto. Akitoroka naye akafika mahali huyu mtoto akaanguka chini na akawa kilema kwa miaka 5 na akakuwa hivyo. Sasa akamwambia kwamba aletwe ili aweze kumtendea jambo. Na hakika aliweza kumwambia, mashamba ya babu yako yote utayalima na utakula hivyo. It doesn't matter where you are. Christ will get you there, but you must have a desire. You must have a desire. Lazima tuwe na kusudi ndani ya maisha yetu. Lazima tuwe na moyo wa kumtafuta Yesu Kristo ili tuweze kumpata. Hatuwezi tukajificha tuweze kumpata Yesu Kristo. Ndio tutajificha, but if we have that desire in us, Christ will find us out. Kristo atatupata. Haijalishi watu wamekudharau namna gani, when God says yes, it will be. Haijalishi umekuwa mwenye dhambi kiasi gani, mpaka watu wanapokuona wanakuona kama mtu tofauti, but before God he has something special for you, because of only one act of kindness you showed. Yonathani akafanikiwa mtoto wake kukula pamoja na mfalme. Hata nasi katika kipindi hiki, David's promise to Jonathan is the same promise from God to us. Kuna vitu ambavyo vimetuseparate us and our God. That's what the Bible says in Isaiah 59 verse 1 and 2. Kwamba dhambi zetu zimetutenganisha pamoja naye. Ameficha uso wake tusione. But God's grace is sufficient. God's grace is sufficient. Kuna vitu zimetutenganisha
as young people, as parents in the church, kuna vitu vimetutenganisha na Mungu. Nikizungumza kwa parents, kuna vitu vimetutenganisha na Mungu. What we call sexual immorality. Sexual immorality imetutenganisha. Tuna wivu ndani yetu, tuna machukizo ndani yetu, kila wakati tuko naye. Zimetutenganisha na Mungu wetu. When I come back to young people, kuna vitu vimetutenganisha. What we call fornication imetutenganisha. Kwamba uwezi nunua avocado kabla ujue kama imeiva. Fornication, na tunafurahia. Usiku na mchana tunatoa vijana ndani ya kanisa kwa ushirika. Why? Amekuwa pregnant. Why? Amefanya hili. Why? Amefanya hii, amefanya hii. We need to have that dignity in our lives if truly we are respecting Jesus Christ. If we want act of kindness to us from God, we must show that to our living God. Respect. Kuna vitu vimetutenganisha na Mungu kama vijana. Kama kuna kitu sasa hivi, and I'm sorry to say this, kama kuna kitu inamaliza vijana zaidi katika kanisa, ni kitu inaitwa masturbation. Kunyonga mangi. I'm sorry to say this. Masturbation is killing young people in the church. Siwezi lala kabla ninyonge. Ananyonga mangi kama 3-4 siku. Siwe umetosha kuoa. No wonder nowadays we have men who love other men because you have introduced self-love to you. Ukiona mwanaume yeyote unasimama. Surely. Ukiona msichana yeyote, you feel you need to do it. But I want to tell you, God has another chance. He will transform you. Those are the kind of things ambazo zimetusepa. I'm wondering, there is a guy here in Nairobi, ameoa na kuna watoto, but he can move from Nairobi to Kisii to masturbate with a young man there. Na anamfanyia shopping mpaka anamlipia nyumba. A man who is married. Simuliona hii ingine ilitokea Kisii kitu. Ilikuwa wanaume 4. Muliona hiyo? Ladies to ladies. Nini unapenda kwa mwanaume amekauka kama kilingi ya stima shwari? What do you love about that? Hizo ndio vitu ambazo zimetuseparate, and siwezi laumu vijana, ni wazazi na laumu wazazi. Kwa maana mzazi unaambia mtoto wako, nisikupate na wanaume. Nikikupata na wanaume nitakuua. Sawa, nitatembea na ladies utosheke. Si ni kweli? Kitembea na unafurahi. Mtoto wangu wako kwa nyumba na marafiki zake wasichana. Huyo wangu atokangi, lakini huko nje wanaua mangi. It has separated us from God. Na shangaa nikiwa kwa makambi, mtoto anakuja tu anakuambia, "Pastor, is there problem nikioa msichana mwenzangu?" Surely. Is it biblical? Anakuambia, unajua, for me I feel good. Ikitu itatetupa chini. Kuna vitu vimetutenganisha na Mungu. Lazima tuvitoe kwetu vyote. Hata Mungu aliambia Moses, if you want me to walk with you, you must get out of yourselves what we call foreign gods. Msitoe katikati yenu. Lazima tusiondoe ili Kristo aweze kutembea pamoja nasi. Bwana anasema mkono wake si mfupi usiweze kusaidia, masikio yake si mazito yasiweze kusikia. Lakini dhambi tunazozifanya ndio zimefunga Mungu asiweze kutufikia. We need to bring down that wall ambayo iko katikati yetu na Mungu ili tuweze kumwona Mungu. Lakini unaposema jambo hili unasikia wengine, siku hizi watu wamekuwa deputy Jesus in kanisani, wameanza kutujudge. No one is judging you. We are helping you to know who Christ is in your life.
We are not judging you. Young people, this is the time God is asking, is there anyone left? We are hiding, weak, lame and fearful before the King who comes to us. Tunatoroka, tunajificha kama Adamu alikuwa anatoroka akijificha Mungu, and that is what we are doing. Tunajificha. But God is looking for us. Tumetenganishwa na Mungu wetu na hizi vitu ambazo tunashuhudia. Petty. Mchipi kameungua. We are betting every time, gambling. But what I like most with our living God, he has a second chance. Ni Mungu wa upendo na anatupenda, and he wants to act to us. We need to surrender ourselves to Jesus Christ. Unless our worship haitakubalika, Bwana atubadilishe, anibadilishe na kubadilisha. Kwa maana hata mimi vile niko hivi, mpewe sinema yangu mtasema pastor afadhali utoke hapo mbele. Lakini nawahubiria kwa maana najua kwamba I'm the greatest sinner before you, and I'm preaching to my great sinners. You are not greater. My fellow sinners. My fellow great sinners. I'm the greatest. Yes. Tusaidiane ili tuone ufalme wa mbingu. Ni kipi hatuna kwenye maisha yetu kama Waadventista? Ni kipi Bwana atafanya? Mwalimu, naomba unisomee hili fungu. Umelipata? Yeremia 2:21. Angalia vile tulivyo. Yeremia 2:21. Hii imekuja siku hii si ni Kiswahili mada. Soma ukipata. Yeremia 2:22. Anasema namna gani? Maandiko matakatifu yanasema hivi. Anasema namna gani? Mahana hujapo jiosha kwa magari. Soma ya kwanza. Number 1. Anasema namna gani? Number 1:22 inasema 2:21. 21 nasema hivi. Nami nalikuwa nimekupanda. Na nikupanda mzabibu mwema sana. Mbegu nzuri kabisa. Mbegu nzuri kabisa. Swali anauliza, umegeukaje basi kuwa mche usiofaa mwituni machoni bangu? Asante. Umegeukaje? Swali ambalo linaulizwa. Tuliumbwa vijana wazuri ndani ya kanisa, and we have been given gifts for the benefit of the church and for the glory of God. Tumegeukaje? Now we are different people in the church. Tumegeukaje? Wacha hata niache vijana ambao wanaoimba tena hapo ndani ya kanisa. Wao ndio wanaojua kukatia vizuri mistari. Akiona msichana mgeni amesema, mimi ni mwana youth, nimekuja Nairobi shule ama nimekuja kikazi, nitakuwa nashiriki pamoja nami. Asante. Ashaenda kwake, nisaidie na namba, nitakuwa na kutumia nyimbo. Uwa una practice na kukwambia time ya kuja. Wana practice. Finally wana practice. And you think that you will offer a service to our living God? Young people, this time we must be serious working for our living God. We get out the foreign gods in our lives so that God may take a chance and a greater chance in our lives to be transformed for the kingdom of heaven. Lazima vijana, wacha niwaambie, if kama kuna vijana mahali ni kanisa, na wengi kule nje wanaangalia wanasema, how will I get these people? Lakini hapa ndani ndio unashangaa wa ladies wanasema, young men in Seventh Day Adventist are not romantic. Ulijaribu wangapi? Ulijaribu wangapi? We are not romantic. Unataka tu tukupate hapa church, hug na kiss, ndio uone tuko romantic. Mistari tunajua. Hata kama tuna manufa hivi, but still una get the point. Kwanza ukiona mwanaume amejikombozi vizuri na akakwambia, madam, I want to talk, respect that man. Amejikombozi for 3 months. Usimwandarate, unaanza kumwangalia kutoka juu mpaka chini, unamwambia you are not my type. My friend,
respect that man, mwambie actually you have tried. I say thank you, let me go and consult my God. Umemwacha tu in suspense. By the way, nilikuwa nawapatia mistari. Now, Daudi akafanya jambo katika vile familia ya Yonathani aliwafanyia jambo. Even as God is looking for somebody who wants to give his life, anayesema kwamba sitaki mambo ya ulimwengu, but I want to give my life to Jesus Christ. Ili nibadilishwe. Vijana tumejificha wakati mwingi katika dhambi. Tumejificha. These things of the world are killing us unless we surrender them to Jesus Christ. We surrender them. We are separated ourselves from the King because we didn't know him or his love for us. Yani kwamba tumetenganishwa na Mungu wetu ambaye ndiye mfalme. Kwa sababu gani? Hatujamjua na hatujajua upendo alio nayo kwetu. Hatujamjua. We don't know. Kwa maana uwezi hubiri Kristo ambaye atabadilisha maisha yako, lazima yabadilishe. If you are preaching Christ who has not changed your life, it means you met a fake Jesus. You will not beat Christ and remain the same. Lazima kubadilisha. Angalia watu katika Biblia. Mary Magdalene anapoletwa na Wajaluo. Mnajua Wajaluo? Walimleta wakiwa na mawe mkononi. Mawe haijaanza saa hii. Ilianza kwa Biblia. Alipoletwa anapigwa mawe. Kule wanataka kumpiga mawe. Yesu Kristo anamwambia kwamba wapi wastaki wako? Hawapo, lakini enda na usitende dhambi tena. Go. Na huyo mwanamke tunamuona akifanya kazi ya Mungu. Hata nasi tunapokutana, angalia Paulo, walikutana na Mungu akiwa njiani kwenda Dameski kuwasumbua watoto wa Mungu, and finally he was transformed. Angalia yule mwanamke anaenda saa 6 mchana kwenda kuchota maji mtoni. Wanakutana na Yesu, anaona Yesu kama customer, Yesu anamuona kama customer. Wote walionana customer. Huyu anaona customer wa fair na huyu anamuona customer wa ufalme wa mbingu. And finally that lady was transformed to be an evangelist. Alikimbia, akaacha mtungi wake, akakimbia kuita watu, njoo mkutane na aliyeniambia siri zangu. Muangalia anapokutana na Zakayo. Zakayo anakimbia amuone Yesu anapanda juu ya mti, lakini Yesu anapofika, because of that magnetic desire, akaangalia na akamwambia Zakayo, today salvation has come into your house. You cannot meet Christ and remain the same. Where's unless you are preaching a different Jesus Christ. We must receive the King's kindness in humility, and that is from Jesus Christ, because it is a fruit of the Holy Spirit. We must receive from it. Na Yesu anarudi kwa wale ambao waliopotea, na anataka kuwaita nyumbani. Anataka kuwaita nyumbani. Ni wangapi tunaotaka kwamba Bwana anapouliza swali, is there anyone left, niweze kumfanyia jambo? Is there anyone left, niweze kumbadilisha, niweze kumsamehe dhambi zake, niweze kumpokea? Je, kuna mtu wa namna hiyo? Ndiye anasema kwamba neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa kwa kila mmoja wetu. Neema hiyo inatufundisha kuishi maisha ya Ukristo. Swali analouliza, je, kuna mtu ambaye amebaki? Mahali tumefikia, wale watu wanaofundisha prophecy, I know that Pastor Gasongo in mission, that's what he does. Mambo na prophecy, mimi sisikiangi hiyo prophecy. Naisikia tu kidogo, lakini ikifika wanyama wanne wakuu siwaelewi vizuri. Lakini yule anaelewa hao wanyama. Tuko katika kipindi cha mwisho. Number 1, kitu inaitwa the image of the beast imekuwa form. To end what? Ecumenism, Protestantism. The image of the beast ndio tunaongoja. Tunangoja kitu inaitwa the mark of what? The beast. Vitu vingapi? Viwili. Do you see we are home? Wewe unaona tuko nyumbani. Lakini unajua watu kama hao wa prophecy hatupendi. Wakileta wanyama huwa tunawaname wanyama. Mnyama wa 4 ndio huyu.
Lakini vijana, ningependa kusema kwamba sisi ndio tutamaliza injili unless we cut off the system of the world to in the system of heaven. Then tutakuwa washindi. Tutakuwa washindi. Tuache shughuli tulizo nazo tukashughulike na kazi ya Bwana. And I thank God you are in the church. Wewe ni shilingi ambayo imepotea nyumbani mwa baba. Wakati utakapofika wa kufagiliwa, I pray hard upatikane nami nipatikane, tuingie katika ufalme wa mbingu. Wangapi kwenye mkutano huu wanaosema kwamba God, unapotafuta huu ni nani amebaki? Mimi nimebaki na ninahitaji ufanye jambo jipya ndani ya maisha yangu. Sitaki usimame kwa sababu watu wamesimama. Unasimama kwa sababu umeamua. Asante. Wimbo number 110, pianist. Simama kwa sababu umeamua. And I want to make a call. As I call Pastor Gasogu to come and pray for us. And there is a sister here alikuwa anahitaji maombi. Where are you? Kindly you can come forward as we have this prayer. Thank you for standing. Asante kwa maana mumeamua. Want to make a call. I want to make a call. Uko kwenye mkutano huu, utawahi kupokea ubatizo. Wewe ndiye Bwana anayetafuta. Anauliza, is there anyone left? Je, kuna mtu ambaye amebaki? Nimtendee jambo. Je, kuna mtu amebaki? Kama hujawahi kupokea ubatizo and this is the time you want to give your life to Jesus Christ, just now, njoo. Kuna mtu ambaye atapokea ubatizo, but you want to give your life to Jesus.
kuomba nawe kama mtoto wa Jonathan alipoletwa na Daudi akafanya jambo, na ninakuombea nawe kwamba Bwana anapotafuta ni nani aliyebaki katika masalio uweze kumtendea jambo. Bwana akupate nawe akutendee jambo. Bwana anipate nani na anitendee jambo. Tusije kufanyia Ukristo mchezo. Wengi wetu tutapotea tukiwa na Biblia zetu zikiwa wazi, but we are heading to jail. Wengi wetu, how I wish kwamba sisi wote tumpokee huyu Yesu Kristo na tuingie katika ufalme wa mbingu. Jonathan Mephibosheth alikuwa anaogopa, anasema mfalme atanitoa namna gani? Mimi niliyedharauliwa, nimekaa lonely for a long time, nimejificha. Nani amemfahamisha mfalme kwamba nipo? Na akaletwa. Anapoletwa yeye anajua kwamba nakuja kuuawa, lakini alipofika alisaidika. Hata wewe unaweza ona kwamba watu wataniona nimekuwa nikifanya hii, nimekuwa nikiwa hivi, but you don't know that you are coming to the Savior. Haujui. Ninaomba kwamba Bwana akakupokee, atupatize wote katika Roho Mtakatifu tuweze kupokea ufalme wa mbingu. Naomba kumwalika pastor aombee hao ambao wamejitoa, and we have our brother here ili tuweze kumfanyia maombi vile ame request, alafu tutaweza kumaliza. Karibu. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya sabato njema. Watoto wako wamekusanyika mahali kwa ajili ya kusikiza neno lako. Asante kwa sababu ya mtumishi wako pastor ambaye umemtumia kama chombo kwa ajili ya kunena neno lako, ya kwamba kama vile ulikuwa unatafuta Adamu ya kwamba uweze kumsaidia, umetutafuta siku ya leo. Umekuja kwetu kupitia mtumishi wako kwa ajili ya sisi kupeana maisha yetu ili Baba uweze kutuokoa. Asante kwa sababu ya msalaba wako Yesu Kristo ambao uko na nguvu ya kuvuta watoto wako wengi ambao wanaumia katika madawa ya kulevya, wengi ambao wanaumia katika mahusiano yao. Tunaomba ya kwamba Baba uweze kuwafariji watoto wako, uwapatie tumaini ya kwamba japokuwa tunapitia makali machungu ya dunia hii, siku yaja ambayo hakutakuwa na vilio, hakutakuwa na maombolezo. Watoto wako wamejitoa mbele kwa ajili ya kusikiza, kwa maana wamesikiza neno lako. Tunaomba ya kwamba wewe ambao unachunguza mioyo yetu uweze kuwasaidia, uweze kuwafikia katika mahitaji yao, na utakapoleta ufalme wako tunaomba ya kwamba uweze kuwakumbuka watoto wako ambao wameamua, wamesema ya kwamba ndio ni sisi tumebaki miongoni mwa Jonathan ambao walikuwa wanatafutwa. Asante kwa sababu ya Nation ambaye ni mtoto wako ambaye amekuja mbele zako, maana anajua ya kwamba mamlaka na viti vyote wewe unapeana. Amekuja kwako kwa ajili ya kutafuta kiti. Tunaomba ya kwamba Baba uweze kumjalia ikiwa ni mapenzi yako. Wakati huu pia tunapoendelea na sabato, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu aongoze watoto wako, hata tunapoimba nyimbo za sifa ziweze kuletea utukufu wako, maana tunaomba tukiamini katika jina lake Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Pamoja na hayo, Kristo tu miguuni pako tukishukuru na kulinua jina lako. Masaa haya watoto wako wamesimama katika sehemu hii, dhihirisho tosha kwamba tumeukataa ulimwengu, tunataka kwenda nyumbani. Bwana wetu, naomba ukatupokee sisi wote jinsi tulivyo hapa. Wazazi wetu, naomba ukawape hekima namna ya kutulea na kututunza ili tuweze kunawiri ndani ya kanisa lako. Vijana walioko hapa na wakabidhi mikononi mwako. So many of them, they are struggling with so many addictions in their life. Lakini hakuna jambo linalokushinda, utawashindania. Vijana hawa wanatafuta wachumba usiku na mchana. Baba, wengi wanatamani wawe na ndoa zilizo nzuri, lakini wameshindwa tutafanya namna gani. Naomba ukawaongoze na ukawaonyeshe njia.
tembea pamoja nao katika hali ya kiroho. Wanaposimama ndani ya kanisa kuimba, Bwana wetu, kubali sifa zao kupitia kwa nyimbo. Waondolewe dhambi ambazo zipo katika maisha yao usiku na mchana. Bwana wetu, tuondolee nasi tupate kibali machoni pako. Na wakabidhi mikononi mwako, wapiganie hata kule nyumbani waliko. Kuna wale wamemaliza shule na wanatafuta kazi. Bwana wetu, wabariki na kazi katika jina la Yesu. Bwana wetu, waondolee vizuizi vyovyote ambavyo vimewazuia wasikufanyie kazi. Pamoja na kiongozi ambaye anayesimama katika siasa anatafuta kiti, Bwana wetu, tunamkabidhi mikononi mwako. Mfalme ni wewe unaotoa, kiongozi ni wewe unayetoa. Naomba Bwana wetu kafanye mapenzi yako juu ya maisha yake, kamuonyeshe njia zako, anakotembea tembea pamoja naye. Neema yako na damu yako ikamfunike mahali anakotembea. Si yeye peke yake, ni wengi wanaotafuta. Bwana wetu, first of all, remind them that they need to dedicate themselves unto you. The act of kindness they have done to your church, may God show them the act of kindness. Vile Yonadhani, vile Daudi anavyotafuta mtoto wa Yonadhani amfanyie kwa sababu aliyemfanyia jambo nzuri, uwafanyie hivyo kwa maana wamekufanyia mazuri. Bwana, nasi utuongoze, na tunaomba tupatizwe wote katika Roho Mtakatifu ili tupokee wokovu katika Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Mungu aweze kuwabariki wale mmejitoa kwa ajili ya ubatizo. You can meet our elders nyuma ya hii pulpit. Thank you. You can meet our elders. Mungu awe nanyi, tukutane sana. Mnasema aje kwa mahubiri ya leo? Amen. Natumaini mmebarikiwa nyote. Kwa wakati huu ningependa kuambia wageni msiende, chakula ni kingi. As I welcome Githurai Central. Githurai Central. Nimeambiwa kuna chakula Githurai Central. Wanapokuja ningemwalika mama tuwaweze kuombea chakula, ili tunapojipanga tukiomba wale wanaendelea kuimba, kisha wale wanaandaa chakula. Tukimaliza tu ni kukula na kurudi kwa stage. Mepo Kavere, kuja uombee chakula leo. Ukiwa karibu utaombea kila siku. Tusimame tupate ombi kwa ajili ya mankuli ya mchana. Chakula ni kingi, ile mmesikia tu. Tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako wakati huu. Baba, tunaomba ya kwamba umekuwa pamoja nasi tangia Sabato ilipoanza hapo jana jioni, tena wakati huu tunasherehekea kwa ajili ya neema yako. Tunapoenda katika makuli ya mchana, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunapomaliza chakula cha mwili, tukirudi tena chakula cha kiroho, uwe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Okay, nilikuwa nasema hivi, nimetoa orodha ya kwaya ambazo zitaenda kuimba. Okay. Githurai Central mtaimba stanza zote, lakini Buruburu Central mkikuja stanza 1 mnaenda kwa laini. Githurai mkimaliza mnaenda pale, wakiendelea kupanga mankuli pale chakula. Okay, mnaimba wimbo mmoja, but nilikuwa namaanisha hivi, mtaimba wimbo mmoja, lakini wale wataingia ni wimbo mmoja ile tu, mnaimba mmoja tu.
Walikwenda mle kaburini kukutana naye Yesu pale, walibeba manukato yao waliyoweka tayari. Siku ile ya kwanza ya juma walifika pale na jiwe limebingirishwa mbali na kaburi, Yesu hayumo tena. Walikwenda mle kaburini kukutana naye Yesu pale, walibeba manukato yao waliyoweka tayari. Siku ile ya kwanza ya juma walifika pale na jiwe limebingirishwa mbali na kaburi, Yesu hayumo tena. Amefufuka, yumo tena, sawa Adamu mle kaburini. Ameniwa katika wafu, kaburi lake li wazi. Tumpe heshima, ameinuka huko mbinguni mwa Bwana. Amefufuka, yumo tena, sawa Adamu mle kaburini. Ameniwa katika wafu, kaburi lake li wazi. Tumpe heshima, ameinuka huko mbinguni mwa Bwana. Msifadhaike moyoni mwenu, niamini na nilivyo kwa Mungu. Nyumbani mwa Baba makao ni mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Mahali naenda kuwaandalia, nitakuja tena niwakaribishe, ili nilipo na nyinyi muwepo. Mimi ndimi njia ya uzima. Msifadhaike moyoni mwenu, niamini na nilivyo kwa Mungu. Nyumbani mwa Baba makao ni mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Mahali naenda kuwaandalia, nitakuja tena niwakaribishe, ili nilipo na nyinyi muwepo. Mimi ndimi njia ya uzima. Amefufuka, yumo tena, mwana wa Adamu mle kaburini. Ameniwa katika wafu, kaburi lake li wazi. Tumpe heshima, ameinuka huko mbinguni mwa Bwana. Amefufuka, yumo tena, mwana wa Adamu mle kaburini. Ameniwa katika wafu, kaburi lake li wazi. Tumpe heshima, ameinuka huko mbinguni mwa Bwana. Amefufuka, yumo tena, mwana wa Adamu mle kaburini. Ameniwa katika wafu, kaburi lake li wazi. Tumpe heshima, ameinuka huko mbinguni mwa Bwana. Tunawaambiaje wanakwaya hawa? Wanaimba vizuri sana. Buruburu wangekuwa wamefika na wimbo mmoja, sio stanza eh? Wimbo mmoja. Thank you. Na wajua ya kwamba ina expire. Wimbo tutaenda kuimba pale mbinguni zina expire, zina expire tu. Expiry songs.
akisimulia kisa cha wokovu, hadithi tamu kwangu kusikiliza. Kuishi na Mwokozi wangu juu mbinguni, ila furaha ya moyo wangu siku zote. Natamani nimwone Mwokozi, niketi naye mezani kwa karamu, akisimulia kisa cha wokovu, hadithi tamu kwangu kusikiliza. Kuishi na Mwokozi wangu juu